Karibu katika chaneli hii ya Farm TZ, ujifunze elimu mbalimbali za ujasiriamali, ufugaji pamoja na kilimo. Natumaini ni buheri wa afya. Kwa jina naitwa Fadhili Mfaume, ni mjasiriamali ninayejishughulisha na ufugaji wa sungura wa kisasa. Napatikana katika mkoa wa Lindi. Katika video hii utaenda kujifunza sababu na dalili ambazo zinapelekea kuharibika kwa mimba ya sungura. Baki nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii ili ujipatie elimu hii, na tunaomba support yako ya kusubscribe, kulike, kushare video zetu katika magrupu mbalimbali ya mitandao ya kijamii. Katika mradi wa ufugaji wa sungura kisasa kuna mambo mbalimbali ambayo yanaweza yakapelekea kuharibika kwa mimba za sungura. Tunashauri sana mfugaji awe makini sana katika wakati wa kulea mimba ya sungura ili kuepusha changamoto mbalimbali ambazo zinaweza zikasababisha kuharibika kwa mimba ya sungura. Na kuna uharibikaji wa mimba za sungura wa design mbili. Kuna uharibikaji wa kwanza ambao huu unatokea mara nyingi sana mimba ikiwa changa. Yaani mimba ya sungura ikiwa bado haijaanza kujitengeneza vifaranga katika tumbo lake. Kwa hiyo huu uharibikaji asilimia kubwa sana unaweza ukamuona sungura akawa na dalili zote za mimba, na muda fulani ukajikuta zile dalili zinakuwa zimepotea. Mimba hii inakuwa imeharibika na inajisaga moja kwa moja katika mfumo wa chakula na kujibadilisha na kutumika pia kama chakula kwa ajili ya mwili wa sungura. Na mfumo wa pili wa uharibikaji wa mimba ni zile mimba ambayo imeshakuwa kubwa na tayari vitoto vimeshajitengeneza katika tumbo la sungura. Lakini kwa uharibikaji wa mimba huu mara nyingi sana inatokea kwamba watoto wale watazaliwa lakini wakiwa wameshakufa tumboni. Kwa hiyo sungura atazaa watoto ambao ni mfu. Hapa sungura anaweza akazaa kabla ya muda wake sahihi wa kuzaa, ila pia anaweza akazaa akiwa katika tarehe sahihi kabisa za kuzaa watoto, lakini tu atazaa watoto ambao tayari wameshakufa. Sababu ya kwanza ni sungura akiwa na msongo mkubwa wa mawazo ama stress kipindi akiwa mjamzito. Na sababu hizi zinapelekewa na mambo mbalimbali ambayo mfugaji anaweza akayafanya kwa kukusudia au kutokusudia, na sababu zingine zinatokana na mazingira halisi ya sungura huyo. Sababu ya kwanza, unaweza ukakuta kwamba mfugaji anapenda sana kumshikashika sungura akiwa katika hali ya ujauzito, na mwingine anakuwa katika ushikaji wake anakuwa anamshika kwa kumning'iniza masikio, yaani anamshika kipindi ambacho mpaka inasababisha sungura anakuwa na mawazo na anapata maumivu makali. Ila kitu kingine ambacho kinapelekea msongo huo wa mawazo, kukiwa na hali ya joto kupita kiasi. Hali ya joto kupita kiasi inapelekea pia sungura kuwa na msongo wa mawazo na kupelekea kuharibika kwa hiyo mimba yake. Na jambo lingine ni kelele kupitiliza au kuwa na dalili zozote zile hatari kwa sungura. Aidha kuwa na wale wanyama wakali kama vile mbwa akawa anapiga sana kelele katika maeneo ambayo waliokuwepo. Mwisho wa siku yeye anashindwa kuzizuia zile hisia zake na kumpelekea kupata msongo mkubwa wa mawazo. Jambo lingine ni purukushani au fujo. Sungura akishakuwa mjamzito akiwa anapata purukushani mbalimbali au fujo. Kwa mfano ukawa unamsafirisha sungura kutoka katika umbali mrefu huku akiwa ni mjamzito, unaweza ukasababisha zile fujo za njiani ikapelekea sungura mpaka kufika hilo eneo mimba yake ikawa imeharibika. Sababu ya pili inayopelekea kuharibika kwa mimba ya sungura ni ukosefu wa lishe bora kwa sungura akiwa mjamzito. Na hii inatokea sana kwa baadhi ya wafugaji, wanakuwa wanashindwa kuzingatia chakula bora au lishe bora kwa sungura akiwa mjamzito. Sungura anahitaji apate chakula kilichokuwa na mchanganyiko wa virutubisho muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimba pamoja na afya yake kwa ujumla. Ni vizuri ukampatia sungura chakula na maji safi kwa muda sahihi. Hakikisha muda wote kunakuwa na chakula cha kutosha katika banda la sungura akiwa mjamzito. Na wafugaji wengine wanakuwa wanakosea pale ambapo wanakuwa wanawaacha kwa njaa kwa muda mrefu sana sungura.
Na ukimwacha sungura kwa muda mrefu sana akiwa na njaa, hii inaweza ikapelekea kupata stresi au pia kuvurugika hiyo mimba na kubadilika kuwa chakula. Kwa mahitaji ya mbolea asili ya mkojo wa sungura, wasiliana nasi kwa simu namba 06 23 19 12 38. Na mbolea hii tunatuma popote pale ulipo. Jipatie mbolea hii kwa bei nafuu sana, mbolea ambayo ina wingi wa virutubisho vya nitrogen, phosphorus pamoja na potassium, NPK, virutubisho ambavyo inaimarisha ukuaji wa mmea pamoja na matunda. Ila pia inatumika kama kiuatilifu kwa kufukuza na kuua wadudu waharibifu katika mimea mbalimbali. Sababu ya tatu inayopelekea kuharibika kwa mimba ya sungura ni matumizi ya kupita kiasi kwa madawa makali kwa sungura akiwa mjamzito. Na hapa tunashauriwa sana na madaktari wa mifugo kuzingatia kwamba sungura akiwa mjamzito si vizuri kumchoma sindano zile za madawa makali kama vile ivermectin kwa ajili ya kutibu kurutu au ugonjwa wa mange, na dawa yoyote ile ambayo ni kali zaidi. Hizi dawa zina uwezo mkubwa sana wa kusababisha kuharibika kwa mimba ya sungura, na tunashauri zaidi kumpandisha sungura akiwa na afya iliyokuwa bora na njema kabisa. Lazima uhakikishe wakati unaenda kumpandisha sungura wako yupo na afya iliyokuwa bora. Kama anaonesha na changamoto aina yote ya magonjwa, ni vizuri ukatibu kwanza zile changamoto za yale magonjwa, kisha akishakuwa na afya nzuri ndiyo uende ukampandisha, ili mradi kukwepa kuja kutumia madawa makali kwa ajili ya kumtibu akiwa mjamzito. Sababu ya 4 ya kuharibika kwa mimba ya sungura ni msongamano wa sungura wajawazito katika eneo dogo. Endapo sungura ikatokea wamekaa katika eneo dogo na wakiwa wengi, alafu wakiwa na ujauzito, kuna uwezekano mkubwa sana wa kushambuliana wao kwa wao, kwa sababu sungura akishakuwa mjamzito anakuwa anabadilika na anakuwa mkali zaidi. Kwa hiyo inakuwa rahisi zaidi kuwashambulia wenzie au yeye kushambuliwa. Na sungura akishaona katika hali hii ameshambuliwa, anakuwa na hofu kubwa na anaamini kwamba eneo hili ni hatari kwa ajili ya kizazi chake. Karibu upate elimu ya ufugaji wa sungura kisasa kupitia grupu langu la WhatsApp kwa ada ya shilingi 1500 kwa muda wa mwezi mmoja. Katika grupu hili utajifunza mambo mbalimbali ya muhimu katika ufugaji wa sungura kisasa, changamoto zinazotokea katika mradi huu na namna gani iliyokuwa bora kwa ajili ya kuzitatua hizo changamoto. Ila pia utajipatia kitabu kwa gharama shilingi 10,000. Kitabu kipo kwa mfumo wa soft copy ili upate kuongeza maarifa zaidi. Sababu ya 5 inayopelekea kuharibika kwa mimba ya sungura ni afya dhaifu kwa sungura. Na hii inasababishwa na vitu mbalimbali ikiwemo ukosefu wa lishe iliyokuwa bora kwa sungura, ila pia kuna magonjwa mbalimbali ambayo yanapelekea sungura kuwa na afya dhaifu. Na magonjwa haya yakiwa kwa muda mrefu, yana uwezekano mkubwa sana sungura wako akawa na afya dhaifu, na ikatokea umekwenda kumpandisha na akashika ujauzito, ni vigumu sana sungura kuweza kuimiliki na kuilinda mimba hii, na kuna uwezekano mkubwa sana wa hii mimba kuharibika. Kuna dalili mbalimbali unaweza ukaziona kwa sungura akiwa mjamzito ambazo zinaweza kaashiria kuharibika kwa hiyo mimba yake. Dalili ya kwanza, unaweza ukaona sungura kuwa mchovu na kuanza kuzoofika kidogo kidogo. Ni vizuri zaidi kufuatilia maendeleo ya sungura wako akiwa mjamzito. Na dalili ya pili, sungura anakuwa anakosa kabisa hamu ya kula. Unaweza ukamwekea chakula kwa muda mrefu akashindwa kukimaliza chakula hiko au akala chakula kwa kiasi kidogo sana. Na dalili kubwa ya mwisho ni kumuona sungura wako akiwa anatoka damu sehemu za uzazi wake. Kwa hiyo unaweza ukaona sungura anatoka damu mara kwa mara. Jua hii ni dalili kubwa sana ya kuharibika kwa mimba ya sungura wako. Ili kuzuia na kuondoa changamoto hii katika mradi wako, angalia video inayofundisha jinsi ya kulea sungura akiwa mjamzito au sungura mwenye mimba. Na kuna video nyingine nimezungumzia zaidi kuhusiana na mbinu mbalimbali unazoweza kuzifanya ili kuondoa hali hii ya sungura kuharibu mimba zake mara kwa mara.